Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Be Ready Always TV, ningependa kukualika tena katika fundisho hili nzuri sana. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia hii video katika hii channel, naomba upate kusubscribe hii video, like na upate pia kushare kwa watu wengine. Leo nina fundisho ambalo linasema kwamba SDA Pioneers and the Holy Spirit, kwamba waanzilishi wa kanisa la SDA na Roho Mtakatifu walielewa aje kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kabla hatujaanza, hebu na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa wakati huu sana na kuingia katika hili fundisho ambaye limeleta utata katika kanisa lako. Mungu, naomba upate kudhihirika, nitumie kama chombo, na msaidie pia msomaji awe na roho ya kujifunza pamoja nami na pamoja na roho wako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Mimi naitwa mtumishi Meshak Orono. Karibu kwenye fundisho SDA Pioneers and the Holy Spirit, waanzilishi wa SDA na Roho Mtakatifu. Maana siku hizi hasa katika kanisa la Waadventista wa Sabato na katika Ukristo wote kwa ujumla, kuna hili fundisho ambalo linaitwa uungu, na wengine nao wanaita Trinity ama utatu. Hili fundisho limeleta utata sana katika kanisa la SDA na Ukristo pia mzima, lakini hasa SDA kile ambacho kimeleta division ama mgawanyiko katika kanisa la SDA ni hili fundisho la utatu ama Trinity, na wengine wanaita Godhead ama uungu. Godhead ni uungu, Trinity ni utatu. Sasa naomba siku ya leo, nilikuwa nafanya utafiti sana niangalie, je, wale walioanzisha kanisa la SDA, wale ambao Mungu aliwatumia kuendeleza ujumbe katika ulimwengu wa Ukristo, katika hii sehemu ya SDA, katika dhehebu la SDA, waliamini kitu gani kuhusiana na Roho Mtakatifu? Je, na Ellen G. White ambaye alikuwa play the key role katika haya mafundisho, je, aliamini vipi na uelewa wao ulikuwa aje? So leo tunaangalia pioneers kuhusiana na uelewa wao miaka baada ya miaka. Mara mingi watu wakisoma hizi maandishi za pioneers na Ellen G. White hawafuati miaka. Hata hii fundisho la Trinity watu hawafuati miaka, kuangalia kama watu walikuwa wakiendelea kuimprove katika kuelewa, ama walikuwa wana backslide, ama msimamo wao ulikuwa upi wakati miaka zilianza kuendelea mbele. Naomba karibia sana tuangalie. So pioneers, je, waliamini Trinity na Roho Mtakatifu kama nafsi? Sikia, nafsi ni kitu ambacho kinaweza fikiri kivyake, kinaweza fanya uamuzi kivyake, anaweza kuwa tu hai, ni hai, nafsi hai. Kwa hivyo pioneers walielewa aje? Did the pioneers believe that the Holy Spirit is a person, ama tu ni nguvu fulani tu, roho, ama ni pumzi ambayo haina uhai? Acha tuangalie. Roho Mtakatifu, wengine walikuwa wanaamini kwamba katika ulimwengu wa sasa kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ambayo inatoka katika ndani ya Baba na ndani ya Mwana. Kwa hivyo sio nafsi. Hata sasa wanaamini, wanaitwa anti-trinitarians, na wamejificha katika jina ya reformers ama wana matengenezo. Sikia vizuri, sio wana matengenezo wote wabaya, na sio wana matengenezo wote wanaamini vibaya. Sikia, they only believe in two persons, au wanaamini kwamba uungu una watu wawili peke yake ama nafsi mbili, ambao ni Baba na Mwana. Eti Roho Mtakatifu sio nafsi, eti ni pumzi tu ama influence, ama pia ni akili ya Baba na Mwana. Kwa hivyo si nafsi hai. Na wengine pia hawaelewi maana ya nafsi.
wanafikiria kwamba nafsi ama person ni kuwa na mwili na kukuwa na mfumo ama mfano fulani. Hawaelewi. Maana kuna mwingine siku zilizopita tu chache nilimuuliza, unajua maana ya mtu person? Ukisema Holy Spirit si person, unamaanisha nini? Anasema kwamba mimi namaanisha person ni kile ambacho iko na mwili. Ati Yesu alisema roho hana mwili na nini. Kwa hivyo person ni kile ambacho kiko na mwili. Sikia leo nikuambia maana ya person kwa Kiingereza. Definition of a person. By a person we mean one who has their own identity or individuality as a rational being. They are conscious of their own existence. Sikia. Kusema nafsi ina maana kwamba yule ambaye anajisimamia mwenyewe, ni individual, ni ako kivyake, ana uhai kivyake, anaweza fikiria kivyake, ana dhamira kivyake, na anajua kwamba mimi ninaishi. He is conscious of his own existence. Sikia. When we say that the Holy Spirit is a person, some assume that he has eyes, feet, and hands. But these are not the marks of a person. The marks of a genuine person are knowledge, feeling, and will. Sijui kama unasikiza na kuelewa haya msomaji ama na msikilizaji wangu, kwamba tukisema Roho Mtakatifu ni nafsi, wengine wanafikiria kwamba tunamaanisha kwamba ana miguu, ana mikono, ana kila kitu kama mwanadamu alivyo. Sio hivyo. Kile ambacho kinatambulisha nafsi ni ufahamu, ni hisia. Ana hisia, basi ana qualify kuwa nafsi. Je, anaweza fanya uamuzi? Ana qualify, anafaulu kuwa nafsi, hata kama haonekani. Na Roho Mtakatifu haonekani, is invisible. Hana hiyo vitu yote, hana mikono, hana nini, lakini ana ufahamu, ana feelings, ana uamuzi wake mwenyewe. Lakini kuna wale ambao wanasema hapana, kulingana na aya fulani na aya fulani ya Biblia ni kama tu si nafsi, ni pumzi tu. Sikia leo tutaangalia kile ambacho pioneers walikuwa kiamini kulingana na miaka. Sikia. Some have gone from Seventh-day Adventist General Conference. When Trinitarians are asked about the question, they normally run to quotes from our pioneers. Hao watu wengi ambao wametoroka katika kanisa la Adventista na wengine wako tu ndani, mara mingi wanapinga wakitumia quotes, kutumia pioneers. Sikatai kwamba kulikuwa na pioneers ambao wanapinga. Acha tuangalie leo. Na leo we are going to analyze their views according to years. Leo zingatia miaka ambayo nitaweka hapo. Zingatia miaka. Note carefully the years. We shall discover that there was contention. Some changed their views and later came to agreement. Tutagundua kwamba kulikuwa na mgongano, kulikuwa na ubishano wa uelewaji. Huyu alikuwa anaelewa hivi, huyu alikuwa anaelewa hivi, kuhusiana na hao wanzilishi wetu pioneers. Lakini baadaye walikuja kuelewana. Naomba sikia vizuri, tunaanza moja kwa moja. Mbona kwanza kulikuwa na disagreements? Mbona kulikuwa na kutoelewana kwanza? That is the key. Na usipoelewa hii ndugu yangu, utaingia utasoma haya maandishi uchanganyikiwe. Lazima uelewe kwanza katika hii mada, mbona kulikuwa na watu hawaelewani? Mbona hakukuwa na uelewano? Why was there disagreements? Mbona kila mtu alikuwa na hoja yake? Sikia. Ndio hii ni sababu. They came from different denominations having different beliefs. There was confusion kwamba waliounda hii denomination ya Adventista walitokelezea katika makanisa tofauti. Sikia hiyo vizuri kwa makini. They came from different denominations. Mwingine akitoka Methodist, mwingine anakuja from Christian what, mwingine anakuja what CCS, mwingine anakuja from Baptist. Wote wakiunganika pamoja wanakuja na uelewa tofauti kuhusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo walikuwa wanajaribu kusema kitu fulani, wakikosoa mafundisho yao ya awali na kujifunza mafundisho mengine mapya ambao walidiscover.
That is the main thing we should know. We should know about how we have come from. If we don't know how and where we have come from, there will be confusion. They didn't scare. They came from dark ages and great disappointment. Walitoka katika zama za giza na katika great disappointment ya 1844, walipoamini kwamba Yesu atakuja 1844 na haijafanyika. Kwa hivyo walikuwa na disappointed kabisa na walitokelezea katika dark ages. Kwa hivyo walikuwa bado na confusion, bado hawakuwa wameeleweka sana katika msimamo wao. Sikia vizuri, they don't have a clear light because they were recovering the light lost. Hawakuwa na mwangaza ambao uko wazi sana, kwa sababu walikuwa wanarecover, wanaendelea kurudisha ufahamu katika mwangaza ambao ulikuwa umepotea. Sijui kama tunaelewana hadi hapo. Comment hapo chini hadi sasa useme umeelewa ama hujaelewa. Kama kuna swali uliza. Sikia. But now we now have much clearer light than them. Sasa tuko na mwangaza mzuri sana kuliko wao, kwa sababu tuko na mwangaza mwingi ambao tumepewa, na ukipewa mwangaza mwingi pia Mungu atahitaji wakati wa hukumu. Sikia hiyo vizuri. Hatutakuwa na udhuru yoyote. We shall not have any excuse living in these last days, having Bible and spirit of prophecy and reading the history and still believe in these errors that they came with from fallen denominations. Hatuwezi kuwa na udhuru ama excuse yoyote wakati tuna roho ya unabii na Biblia ambayo inatuelekeza vizuri. Tutakuwa na excuse ya kuamini tena vile ambao watu walikuwa kiamini kitambo kabla hawajaelewa ukweli. Sikia. Mbona nipoteze muda na najenga foundation vizuri? Sikia. Inasemekana kwamba katika mwaka wa 1872, wakati Helen G. White baada ya kuwa hai, one of the pioneers wa SDA pamoja na pioneers wengine wote kama Wago na nini, mwaka wa 1872 walikuja na fundisho, walikuja na imani fulani unaitwa fundamental principles, ambapo sasa SDA wako na fundamental beliefs. Kitambo walikuwa wanaiita fundamental principles ya 1872. Utapata kwamba ukiangalia kile ambacho walikuwa wameeleza na kile ambacho tunaeleza saa hizi haiko sawa sana. Inaonekana kuna utofauti kidogo, lakini ukiangalia kiundani haina tofauti. Tofauti ni kwamba katika fundamental principles, kulingana na hii mada ya Trinity na Godhead hii na Roho Mtakatifu, kitambo fundamental principles haikuwa imewekwa wazi sana. Ilikuwa imepeana tu summary, ili hata kama watu hawaelewani vizuri, afadhali kuwe na statement ya kile ambacho wanaamini kwa ujumla. Kwa hivyo walikuwa wameandika tu kwa ujumla, hawakuwa wameeleza kiundani. Ndipo fundamental beliefs ikaeleza kiundani. Kwa mfano, sikiza hapa kwa screen. Angalia kwa screen yako tufananishe vizuri. Maana kuna watu wengi wanasoma na kukimbia haraka kufikiria venye akili yao inataka, lakini sio hivyo. Sikia, fundamental principles zilikuwa zinasema hivi katika topic ya Godhead. Inasema hivi: that there is one God, a personal spiritual being. Umesikia hapo? Wameamini kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ni personal. Ikisema personal, wengine wanafikiria ni person. Kuna tofauti ya person na personal. Ingawaje person ndio inaunda personal, lakini kuna tofauti. Personal ni uhusiano. He is a personal God. He is a God of relationship. Usikimbilia kusema ni one person. Imesema tu there is one God, na haijasema ni baba ama mwana. Soma vizuri hapo. Alafu inasema huko chini kwamba utapata muda usome wote. Hapo chini yake inasema kwamba the last part inasema kwamba and everywhere present by his representative the Holy Spirit, kwamba ako kila pahali kupitia mwakilishi wake
Roho Mtakatifu. Mwakilishi wake nani? Roho Mtakatifu. Mwakilishi wa Mungu ni nani? Roho Mtakatifu, kulingana na hiyo statement. Ukiangalia vizuri hapo, haijaweka conclusion kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ama sio nafsi. Imepeana room ya kujifunza, room ya mwangaza kuongezeka. Umeona hapo? Lakini siku hizi watu wanakuja ambao wanapinga katika fundisho la Adventista saizi ya person, Roho Mtakatifu ni person, wanasema kwamba hapana, waliamini kuna Mungu mmoja ambaye ni Baba. Na kwa hii fundamental principles hajasema kwamba Mungu ni mmoja aliye Baba. Wamewacha room ya kufikiria. Wamesema tu Mungu ni mmoja, lakini hawajapeana kwamba ni Baba, ni Mwana ama Roho Mtakatifu. Unajua, kama kweli wangeamini jinsi watu wanaamini saizi, wangeendelea kufafanua zaidi. Lakini hapa wamepeana tu summary, hawajafafanua zaidi. Lakini vitabu za most of pioneers, kila mtu ameandika kivyake. Kuna mwenye anasema Mungu mmoja ni Baba, mwenye anasema Roho hapana sio hivyo, Roho Mtakatifu sio nafsi. So kulingana na vitabu vya kila mtu, ni kama venye ninaweza andika pia kitabu changu na mimi ni Mwadventista. Haimaanishi kwamba Waadventista wanaamini wote hiyo kitu. Lakini wote walikuwa wakiamini kuna Mungu mmoja na walikuwa wanaamini Roho Mtakatifu ni mwakilishi wao, lakini hawakuwa wameelewana pamoja kwamba Roho Mtakatifu ni person ama si person. Nitaeleza tu saa hizi vizuri. Usichemuke kwanza, usichemuke. Tuliza boli. Usikuwe na prejudice, usikuwe na akili ya kusoma. Najua hii kitu ndio inaharibu watu wengi. Watu hawana akili ya kusoma kwa sababu mtu amefunzwa kitu fulani, anaamini hiyo na hataki kupeana room ya kufikiria na kujifunza pamoja. Sikia. Lakini ya SDA pia inasema hivi. There is one God, wakafafanua zaidi. Fundamental beliefs ya sai. There is one God. Kama pia wale walikuwa meaning there is one God. SDA sai pia inaamini kuna Mungu mmoja, lakini ikafafanua zaidi. Inasema hivi. Father, Son and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Kwamba kuna Mungu mmoja. Na huyu Mungu mmoja sio katika mwili. Mungu mmoja katika nafsi tatu wakiwa na umoja wanaitwa Mungu mmoja. Jinsi mume na mke, nafsi mbili tofauti lakini wako na umoja, na Biblia inasema hao ni mwili mmoja. So hata kulingana na SDA wanachukua hiyo belief kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wakiwa na umoja ni Mungu mmoja, wanaitwa Mungu mmoja. Na ni Mungu mmoja na ni nafsi tatu za milele. Kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi. Sikia vizuri. Acha tuendelee mbele. Tuangalie. Kwa hivyo hakuna tofauti kati ya fundamental principles na fundamental beliefs, kwa sababu fundamental principles ilikuwa imeweka tu katika ujumla. Lakini fundamental beliefs ya saizi, principles kitambo ile imeweka tu kwa general, to give more room for agreements and light. Lakini fundamental beliefs ya saizi imefanua zaidi sasa. Hakuna tofauti kabisa. Kwa hivyo kuna watu ambao wanasema kitambo kulikuwa na tofauti, sasa hii kuna tofauti, sisi tumekuwa offshoot, SDA imekuwa offshoot, imeenda nje ya misingi. Saizi naona mimi, kulingana na mimi, bado haina tofauti. Haina tofauti kabisa. Hiyo ni kuchemuka tu. Hiyo ni kuchemuka tu, mtu anakuja na hiyo. Na achana na hiyo kuchemuka. Hiyo ni minyoo, hiyo ni kukula minyoo ya kutosha. Sikia hapa. So hao pioneers walikuwa wana rebuke, walikuwa wanakataa, wanaipinga Trinity. Wengine wanapinga Trinity kwa uelewa tofauti. Kwa mfano kuna mtu ambaye anaitwa Joseph Bates. Joseph Bates alikuwa anapinga Trinity, utatu, kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Alikuwa anapinga, lakini kwa uelewa gani? Usikimbia haraka na useme walikuwa wanapinga lakini hujui ni gani. Watu wengi ambao wanapinga hawaendi zaidi na kufanua mbona walipinga, na walikuwa wanapinga utatu ama Trinity kwa uelewa upi. Kwa mfano, huyu jamaa anaitwa Joseph Bates, pioneer wetu, alikuwa anapinga Trinity akisema kwamba respecting the Trinity
I concluded that it was impossible for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the mighty God, the Father, one and the same being. Hiyo ndio alikuwa anapinga. Joseph Bates alikuwa anasema kwamba alikuwa anapinga utatu kwa uelewa kwamba Mungu mmoja ni huyo tu mtu mmoja ambaye anageuka, anakuwa Baba, baadaye anageuka anakuwa Mwana, baadaye anageuka kuwa Roho Mtakatifu. Joseph Bates alikuwa anapinga Trinity kwa huo uelewa, not that one, very seriously. So unapokuja kusema walipinga Trinity, taja mtu mmoja aliyepinga na useme walipinga kwa uelewa upi. Usikuja kuchanganya maneno. Tukue tu watu ambao wana uelewa mzuri na wana roho ya kufunza. Umefanya utafiti wa kiundani, sio tu kusoma maandiko juu na ujui kile ambacho walielewa ndani. So Trinity ambayo Joseph Bates alipinga ni hiyo, si kama ya SDA. SDA hawaamini hivyo. SDA wanaamini ni watatu separate, watu watatu, nafsi tatu, lakini wako na umoja kama mume na mke. Kwa hivyo wanaitwa Mungu mmoja. Kila mtu ni Mungu kivyake, ako na uungu. Roho Mtakatifu ana uungu, Mwana ako na uungu, Baba ako na uungu. Wote wakijumuika wanakuwa Mungu mmoja, lakini kila mtu ako na uungu. Sawa sawa? Hivyo ndo kanisa la SDA na Biblia inafunza. Utaangalia baadaye. Alafu huyu mtu ambaye anaitwa William Miller alikuwa pia akiamini hivi. Alikuwa anapinga Trinity ya Catholic. I believe in one living and true God, that there are 3 persons in Godhead. Watu wangapi? Nafsi ngapi? 3. Nafsi ngapi? 3. As there is a man, the soul, the body and spirit. And if anyone will tell me how this exists, I will tell you how the 3 persons of the triune God are connected. Huyu ni William Miller mwaka wa 1853. So hivyo ndio William Miller alikuwa anaamini kwamba kuna nafsi 3 ya uungu. Huyo ndiye ni pioneer wa kanisa la Adventista, lakini hakuwa msabato, lakini alikuwa pioneer tu. Lakini aliabudu baada ya Jumapili. So lakini pia alikuwa pioneer. So nataka tuendelee mbele, tuangalie kuna huyu pioneer mwingine. Napita tu katika hii sehemu ili watu waelewe vizuri. Kuna mwingine anaitwa James White. James White alikuwa akiamini hivi. I believe in one living and true God, and that there are 3 persons in the Godhead. Pause. William Miller ambaye alikuwa mwanamume wa wa Ellen G. White. Asamahani, James White, pole. James White ambaye alikuwa mwanamume wa Ellen G. White mwaka wa 1875. Baada ya fundamental principles kuwekwa mwaka wa 1872, aliamini kwamba anaamini kwa Mungu mmoja na anaamini kwamba kuna nafsi 3 za uungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni nafsi, Mwana ni nafsi, Baba ni nafsi. So ukiunganisha na fundamental principles utalani kitu. Nataka nikupee pia room ya kufikiria. Unganisha hiyo statement na fundamental principles. Sikia vizuri. So alikuwa anapinga Trinity kama gani? Pia alikuwa anapinga Trinity huyu bwana Ellen G. White. Na Ellen G. White hakumkosoa. Lakini lazima tuangalie alikuwa anapinga Trinity kwa uelewa gani. Alikuwa anapinga Trinity wa Mungu ambaye ako na vichwa vitatu. SDA wafunzi hiyo ati Mungu akona miili 3 imeunganika hivi. Sikia, alikuwa anapinga hii. James White mwaka wa 1877. Kumbuka hii ni baada ya fundamental principles kuwekwa ambayo watu wengi wanakimbilia. Turudi kwa fundamental principle, turudi. Sikia. The inexplicable Trinity that makes the Godhead 3 in 1. Ati kuna uungu ambao inafanya Trinity ambayo inafanya uungu kwamba watatu kwa mmoja. Mungu mmoja kuna miili 3 and 1 in 3. Ama mmoja tu huyo lakini ni watatu. Is bad enough. Ni mbaya sana. Na wengi wakisikia hiyo wanasema SDA wanaamini hivyo. Soma huko chini na utajua alikuwa anamaanisha nini akieleza. Acha kusoma maandiko nusu ya pioneers ni kama unakula mkate nusu. Hii ni kama unakunywa dawa bila kumaliza dose. Minyoo haitakufa.
Na watu wengi wako na minyoo ya kutosha sana, maana hawamalizi kusoma sentensi kuanzia juu mpaka chini. Sikia, is bad enough, but that ultra unitarianism, lakini hiyo kusema kwamba kuna unitarianism that makes Christ inferior to the Father is worse. Kusema kwamba Mungu ni mmoja na inafanya Kristo awe inferior, awe mdogo kwa umri ama kwa hali yoyote kuliko Baba, anasema ni worse, ni mbaya zaidi. Na hao ambao wanaitwa anti-trinitarians, reformers, wana matengenezo, hawa wanaamini kwamba Yesu ni mdogo sana. Amesema hii ni mbaya kabisa. Amesema tafadhali ile ingine, lakini hii ni mbaya kabisa. Did God say to an inferior, let us make man in our own image? Mungu aliambia mtu mdogo sana, mdogo kwamba tuombe mwanadamu kwa mfano wetu? Amesema hapana. Hiyo ni kitabu chake ambacho kilichapishwa 1877, James White. Hebu tuangalie. Wana matengenezo wa saizi wanaamini kile ambacho Catholic wanaamini. Catholic walikuwa wanaamini Mungu anabadilika. Wengine pia makanisa mengine walikuwa wakiamini kwamba Mungu ako na vichwa tatu, hata Catholic tena. Lakini unasikia ukisoma vizuri, Mungu Catholic wanaamini kama SDA. Sikia vizuri, fuatilia kwa makini. Lakini ukiangalia zaidi ndani jinsi wanaamini kuhusiana na Yesu Kristo, wanaamini kama wana matengenezo wa saa hii, au wanaitwa anti-trinitarians ama reformers wa saa hii, ambao wametoka SDA, ambao watu wengi wanawaita kama offshoots. Wanaamini kama Catholic. Catholic wanaamini hivi kuhusiana na Yesu Kristo. Kwanza wanaamini kama SDA kwamba kuna Mungu mmoja ambayo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini baadaye ukiangalia jinsi wanaelewa Yesu Kristo, wanaelewa hivi: the Father begets the Son. Baba anamzaa Mwana, and the Son proceeds from the Father. Na Mwana anatoka ndani ya Baba. Swali, je, hawa reformers wanaamini hivyo ama hawaamini? Kama wao unapinga, au wanaitwa, enda uliza mtumishi mmoja kama mtumishi Ndacha, mtumishi Onyango na hao wengine wote, wanaamini tu hivi venye Catholic wanaamini hivi tu, si uongo. Uwapata ama sikia mafundisho yao YouTube, wanasema hivi: the Father and the Son breathe forth the Holy Ghost, and he proceeds from them as from one source. Eti Baba na Mwana wanapumua Roho Mtakatifu, alafu Roho Mtakatifu anatoka ndani yao wawili. Kwa hivyo kulingana Catholic, Roho Mtakatifu ni essence tu, wanatoka ndani ya Baba na Mwana. Jinsi hao watu wa Trinitarians wanaamini, na wanataka kuforce kanisa kurudi huko kuamini hiyo vitu. Amuoni mmekosea hapo? Mbona tusikae tu soba tuangalie mbona maandiko yako hivi? SDA hii inadhibitisha kwamba SDA haija-adopt mafundisho yao kutoka kwa Catholic. Haijatoa kwa Catholic. Ni tofauti kabisa. Na wangu wanatembea wakidanganya watu tutoke katika SDA, wamevamua na Jesus na kuleta fundisho la utatu. Huo ni uongo, huo ni kusingizia kanisa la Mungu kabisa. Afadhali hata ukisema uongo kwa vitu vingine, ukisingizia kanisa la Mungu limekosea kwa vitu vingine, tunakubali. Lakini kwa hii jichunguze vizuri. Jichunguze. Hebu tuangalie vizuri. Mada yetu ni kama tutaweka sehemu mbili ama nini. Acha tuendelee mbele. What did they say about the Holy Spirit? Waliamini nini kuhusiana na Holy Spirit? Hao pioneers wetu sasa. Sikia kwanza, wakuelewana kwa sababu walipochapisha fundamental principles washaamini. So but why was it later included in 28 fundamental beliefs? Was there agreement later? Let's see. Tuangalia pioneer mmoja ambaye anaitwa J.H. Wagoner.